Mwaka 1914, dunia ikiwa inaingia vitani, mwanaume mmoja mwenye ndoto kubwa kuliko hofu, Ernest Shackleton, aliamua kufanya kitu ambacho hakuna aliyewahi kufanya: kuvuka bara zima la Antarctica kwa miguu. Akiwa na wanaume 27 jasiri, waliamua kupanda meli yao ya Endurance. Safari ilianza kwa matumaini makubwa, lakini hawakuwa wanajua walikuwa wanaelekea kwenye mtego wa mauti. Walipofika katika bahari ya Weddell, barafu zilianza kuwazunguka taratibu mpaka siku moja meli ilisimama, haikusogea tena. Walijaribu kuisukuma na kuvunja barafu, lakini ilikuwa bure. Ilipita miezi wakiwa wamekwama katikati ya dunia yenye baridi kali, na hapo ndipo Shackleton aligundua kuwa hii safari haikuwa ya ushindi, bali ni safari ya kuishi. Miezi ilipita, barafu zikaanza kuibana meli taratibu kama mikono ya kifo. Kila siku mbao zilianza kupasuka. Sauti ya meli ilikuwa ikilia kama kiumbe hai. Mpaka siku moja Shackleton alipiga kelele, "She's going boys!" Na mbele ya macho yao, meli yao ilipasuka na kuzama kabisa kwenye barafu. Walibaki katikati ya barafu bila msaada na bila njia ya kurudi. Walikuwa wanaishi juu ya barafu inayosogea. Hakuna ardhi, hakuna msaada, hakuna uhakika wa kesho. Walicheza mpira juu ya barafu, walicheka ili wasichanganyikiwe, lakini ndani yao walijua kifo kilikuwa karibu. Walikaa hivyo kwa zaidi ya mwaka na kusubiri muujiza. Hatimaye walipoona barafu inavunjika, waliingia kwenye mashua ndogo katikati ya bahari kali zaidi duniani. Walifika kisiwa kidogo kilichokuwa kikifahamika kwa jina la Elephant Island. Lakini bado hawakuwa salama. Hakuna mtu aliyekuwa anaenda huko. Ndipo Shackleton alichukua uamuzi wa hatari zaidi katika historia. Alichagua watu 5 na kwa mashua ndogo wakaanza safari ya zaidi ya kilomita 1200 kwenye bahari yenye mawimbi ya kifo, bila GPS, bila msaada, na kwa kutegemea nyota tu. Hatimaye walifika South Georgia, lakini hawakuwa wamefika mwisho. Walitakiwa kuvuka milima ambayo hakuna aliyewahi kuvuka. Walitembea bila kulala ndani ya baridi kali mpaka hatimaye waliona taa ya uhai, kituo cha watu. Walikuwa wamefanikiwa kufika maeneo ambayo watu wanaishi. Baada ya miezi kadhaa, Shackleton alirudi kuwaokoa watu wake, na jambo la kushangaza zaidi katika historia hii yote, hakuna hata mtu mmoja aliyekufa. Ndugu mpenzi msikilizaji, hadithi hii si ya meli, ni hadithi ya moyo wa binadamu. Ni hadithi ya mtu aliyekataa kukata tamaa. Ni hadithi ya uvumilivu, na ndiyo maana wakaiita Endurance.